Babu, shikamoo. Marhaba. Kijana. Mimi Hivi wewe kijana, hujui kusalimia? Salamu yangu itakusaidia na nini mzee kama wewe? Niko na mambo mengi sana ya kufanya kichwani mwangu. Wacha kuniharibia wakati wangu mzee. Naona hujafunzwa. Sasa sikia wewe, huo mpango na hiyo njama mnayoipanga na kuingia kwenye ule msitu, hiyo njama kwenye ule msitu hakuruhusiwi mtu kuingia. Wazee kama hawa washafeli kwenye maisha yao toka kitambo, wanajua kwamba kule msituni kuna mali, lakini sasa wanakuja kutuzia uoga sisi hapa. Kijana, uko tayari kufa maskini? Usikubali kuzua uoga na hivi vizee hivi. Kwanza kale kazee kachawi. chawi tena? Si ni kachawi, kwani kameambiwa na nani? Pole baba, utapona. Watoto wangu, Naam baba. mimi naona muda wangu umeisha kukaa hapa duniani. Usiseme hivyo baba. Hivi mzee, kwani kuna dawa yenye inaweza fanya ukapona? Dawa iko na inapatikana, lakini iko mbali sana na kuipata ni vigumu, maana hakuna dawa nyingine zaidi ya hiyo. Sasa tuambie yapatikana wapi? Joseph na Sule, Naam baba. hiyo dawa inapatikana kwenye msitu mmoja tu, na huo msitu unaitwa msitu wa Mgandi, na kwenye huo msitu kuna mchawi ambaye haruhusu mtu yoyote kuingia katika huo msitu. Pole baba. Pole. Si tuko tayari kuitafuta hiyo dawa. Sasa hiyo dawa kwenye huo msitu uko na masharti, na hayo masharti ni magumu, msipoyafuatilia wanangu, sidhani kama mkienda mtarudi. Naona ni heri tu. Useme hivyo baba. Da, Sule, kamchukulie maji. Hapana. Mzee, tuambie ni masharti gani? Masharti yenyewe, mnapofika kwenye huo msitu, Sule, tutaweza kweli? Nampenda sana babangu na kwa hili tutaweza tu. Hakuna cha kupoteza muda. Tunatoka tayari. Sasa mzee, aje tukutafutie dawa. Chaki bro, huyu naye ameibloki tena, na mshamba zipo hapatikani tena kwa simu. Yaani mademo wa siku hizi wanahitaji sana wanaume wenye magari. Labda ni kweli, lakini pia huenda wakawa wanatafuta mtu wa maana.
Maana sio kila mwanamke akao eti anatafuta eti mtu mwenye pesa. Kuna wengine wanatafuta watu wa kudumu nao kwenye maisha. Eti mtu wa maana, nimejaribu kuwa serious na nikaambiwa na boa. Unawezaje kuwa serious na mademu wawili? Hivyo unawapenda wote hao. Lakini nilituma 2K kwa Spo, lakini simuelewi. Bro, mimi naona ataenda kwa mganga. Mimi naamini mapenzi ni hisia bro. Lakini mambo ya dawa haya ushaanza kuamini waganga. Kuna jamaa amenipanisha namba ya mganga hapo. Anaitwa Senzo. Umetumanishiwa hadi namba? Yeah, anatoa dawa kali ya mapenzi inaitwa Wenda Sungura. Na mtu ukimpata na hii anachanganyikiwa. Wewe Tony wewe. Unamaanisha uchawi? Hiyo si ni kuharibu maisha yako. Unakumbuka tumelelewa kwenye misingi ya dini? Siku hizi mapenzi ni vita bro. Hayafanyiwi dua, yanatengenezwa. Umeng'ang'ania sana. Sawa. Nitakupeleka kwa maana wewe ndugu yangu. Ila sasa mimi sihusiki na chochote kuhusiana na hizo dawa. Mimi naenda kuangalia wewe tu. Umesikia? Sawa. Sasa ndo umeongea sasa. Nimependa sana. Kaka, nina rafiki yangu anaitwa Sibo. Unaonaje nimfuate? Nikamwelezea atusaidie. Sawa, haina shida. Kwanza tutakuwa vizuri zaidi tukiwa watatu. Mtoto juzi tunasema tulifika wapi? Unakuja lini wewe huko? Mimi kuna wakati nilikuja, nilikuwa nimepoa kazi na askari, kama katafute mtu huko, si ndio? Sasa ndugu zangu, nadhani tumefika. Nakumbuka baba yetu alituambia tukifika hapa tushike njia ya kushoto ambayo haina mara. Nadhani ni wewe uko na kike njia hii ndio kweli? Sio ndio, naona hii haina mara. Mama unaona ipi haina mara? Ukiangalia hii na hii na hii yenye haina mara mnipi? Hata kama ni hii lakini mimi nahisi huko. Wewe acha ushamba, tuliambiwa njia yenye haina mara. So mimi ni mshamba. Tukipotea ni sawa. Wewe tukipotea ni sawa. Mimi ni mshamba, sawa? Twende huko, unaongea sana. Kaka, hivi huyu kaka unamwamini? Nakosaje kumwamini? Bado tutapotea huko. Subiri kidogo nikujua nasikia mkojo bwana. Una kaza. Fanya haraka basi. Sasa mimi naomba nimebana hapa msikii kwani. Wewe fanya haraka wewe. Wewe bwana usina harakisha wewe. Wewe hata sikujua na mani. Twende. Mkoje ni wako kama ni wangu.
Wewe. Twende huku. Sasa ni wapi huko? Baki peke yako huku. Sasa ndugu yangu, ramani yangu hapa inasema njia ndio hii hapa, na nadhani nakumbuka vizuri masharti tuliyopewa na baba yetu ya kwamba usivunje sharti hata moja hapa ndani, kwa sababu msitu wenyewe ni wa ajabu. So mimi ningewaomba yani, ambacho utakiona kule ndani, yani ukiwa siri yako, sawa Sawa kaka, lakini hata kuna njia tena huko. si njia ndio hii? Mbona unapenda kuongea sana wewe? Sasa tunaongea sana, kwanza unaona kama kuna mtu. Mtu uko wapi pale? Hebu twende huko. Wewe nawe umeanza kuogopa tayari hapa. Sasa unyuka sasa wewe. Umeanza uoga wako wewe. Sasa kuna kupiga makofi sasa hivyo. Makofi nani? Shakuzoea. Hizo nini? Ama nataka tuzikwenda hapa kwenye msitu wewe. Tembea huko. Tena sio zoezi kunitukana, utakuja kula makofi mengine. Wewe acha kunikanyaga wewe bwana. Kanyagwe na nani? Kwani mimi sisi kunikanyaga. Tena nyamaza, usiongee sana, nakupata kichwa. Nyamaza, nimefika ndani. Yaani uko ndani ndo akuongelesha uko ndani. Niambia usiguseguse miti wewe. Mimi nagusa, kwani kuna nini? Nagusa na vizuri sana, kwani kuna nini? Ndio huko. Nijifanyie kichwa maji wewe. No excuse, usiguseguse wewe. Yaani wewe. Ama kuweka makofi sasa hivi. Tembea huko. Nzuri. Samahani mzee, nilikuwa nauliza huu msitu wa Mgandi. Msitu wa Mgandi? Msitu wa Mgandi? Ndio mzee, msitu wa Mgandi. Hivi unatokea wapi? Sisi tumetokea mjini. Sasa huu msitu wa Mgandi ni hatari sana, hata sijui wafuata nini. Kuna kitu tumetumwa na mzee wetu, so tafadhali kama unajua, tafadhali katuonyeshe. Wapeleka kwangu itakuwa ngumu, labda nionyeshe njia. Sawa mzee, pia tutashukuru. Unaona huo mti mkubwa huo mrefu, fika hapo kuna barabara hapo, kuna mkono wa kulia na kushoto. Sasa shikeno huyo barabara ya kushoto, hapo ndo kuna msitu wa Mgandi. Sawa mzee, nakushukuru kwa kutuonyesha msitu. Samahani mzee. Naweza kusaidia kama maji ya kunywa manake jua nalo. Maji kidogo. Hapana, naweza kusaidia. Maana mwenyewe hata sina maji. Na kwenye maanda, sidhani kama mtapata maji.